before my father age, niliamka nikaambia dad, ukienda hutarudi. Lakini dad akaniambia, wewe ni mtoto na ile ndoto umeota haitani affect. Immediately my dad venye alienda that kazini on Monday, alipata accident. Mtu nafaa niite my mom, hata akienda watch hii content, hata akiwatch anajua. Aliambia mami, jenga lakini hutaiona, jengeni tu lakini hutaiona. Immediately iliisha. My mom aligojeka 3 days na akaaga. My mom aliaga na nikaenda nikaface wenye walifanya hivyo. Nikawaambia, mnajifanyanga na mbudu shetani, na mnaabudu shetani kwa kutumaliza. Mnajijua vizuri, mliua my father, mkaua my sister, mkaua my mother, mkamaliza brother ya dad, na mambo mingi sana mmefanya. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bwana Yesu asifiwe. Praise God once. Kwa majina yangu naitwa Zakaria Githai Disanjo. Nimeokoka na Zakaria Githai Disanjo. Yeah, kutoka Kitengera. Nimekuwa watch YouTube ya Samike, especially your preaching. Nimekuwa nikizifuata sana, na mimi kuna kitu moja inakuanga ikinisubua. Venye huyu mama amesimama akasema, mimi najua kazi yangu yenye nakuanga nimeitwa kwa Mungu ni kusupport ministry with finances and everything I have. Hiyo ndio kazi yenye Mungu anakuanga ameniitia. Na wacha nirudi nyuma kidogo. Kuzaliwa kwangu mimi ni wa 6, ukianza na juu na ukianza na chini. Lakini ukienda kwa familia yetu, nimekuwa nikipitia through rejection. Hata saa hii nikienda niwaongebie kitu, hakuna mtu anakuanga anataka kunisikiza. My dad died nikiwa mtu wa kama miaka 11, allowed 1999. Na before my father age, niliamka nikaambia dad, ukienda hutarudi. Lakini dad akaniambia, wewe ni mtoto na ile ndoto umeota haitani affect. Immediately my dad venye alienda that kazini on Monday, alipata accident. Lakini ile accident alikuwa amepata kwa ndoto, niliona si accident. Wakati nilienda kumwambia, akaniambia hakuna kitu kama hiyo inaweza happen. So kugrow kwangu, tuligrow na shida, kuna pesa, lakini the most neglected children ilikuwa ni mimi. So out of neglection, kwa sababu wakati naitisha madhe kitu na kwa siwezi pewa, I started finding my own way of making money. Chochote ningeguza tu hivi ingeniletea pesa. So sikuwa na marafiki wengi wao walikuwa wananiabandon. Wakati nilimaliza shule, kwa shule nilikuwa mtu mbaya sana. Auge nikaribia, ama mtu akuje tu anianze kunihubiria, nilikuwa namtadika, sikuwa nataka kusikia. So wakati nilikuja nikaokoka nikiwa form 2, ikakuwa ni turn around ya maisha yangu. Kwa sababu watu walikuwa wanajua mimi mtu mbaya zaidi kwa shule. Mimi nilikuwa najulikana. Hata ile time nilikuwa nimeokoka, nilikuwa nimewaambia leo this weekend
tutaenda wakati wao wanafanya weekend challenge yao, mkiona nimesimama mjue tunaenda kusikiza reggae. So mchungaji akakuwa anahubiri pale, nikakuwa kwa kiti najaribu kuamka, nikulia tu sijui kunaendelea nini, lakini mchungaji ananiambia najua uko hapo na niwe naongelesha. Sasa najaribu kuinama, nasikia hapana, niende pale niache ile mnafanya, nasikia hapana. Lakini nikasema biwe liwaro, kama ni wewe Mungu niambie tu nikuje. Nikaenda nikaamka. Venye tu niliamka, ile kikosi nilikuwa nayo shuleni ikajua saa hii time ya reggae imefika. Lakini wakati nilifika pale kwa madhabahu, nikapiga magoti, nikaambia mchungaji mimi nataka napea maisha yangu Yesu. Nikaombewa na kutoka hiyo time things turn around. Wakati nilikuja nikatoka, sitaongea mengi kwa sababu hii ni kitu nimekuwa nikikaa nayo nikiwa nimeficha, na si kwa sababu nyingine, kwa sababu pia inaweza niletea threat kwa maisha yangu. Apostle, wakati mlikuwa time ya Kibaki, wakati ulikuwa ile side nyingine, nilitumika sana, lakini nilitumika nikiwa hii side nyingine. Sitaki niongee sana kwa sababu kwa ile kikosi nilikuwa na sana. But nikakuja 2013 mwezi wa 6, niliona maajabu. Wenye nilikuwa na serve wakinigeuka, na nikakuwa hata ukienda pahali popote, hata niseme nilikuwa nani, huwezi nipata nilikuwa huko, lakini mimi mwenyewe najijua nilikuwa huko. So life yangu imekuwa life ya struggle. Naweza enda ku make pesa mingi sana, hata nikitembea mtu, hata nikiingia kwa duka, kama kitu ilikuwa inatoka 100 nitauzwa na 500, lakini ndani yangu sina pesa. My mom ya 2017 nilikuwa na my sister, tulikuwa tunakaa na yeye Kitengera. Nilikuwa nampenda sana, alikuwa anaitwa Jerry. Nyumbani kwetu kuna mambo inakuanga ikiendelea, na mimi wakati nilianza kuijua, nilianza kuambia watu, lakini family members, lakini hawakuwa wanataka kunisikiza. So my sister nikamwambia, since bwanako waliaga, mi kuna pesa niko nazo. Hiyo time nimetoka huko, nimeanza kufanya kazi yangu. Nikamwambia my sister, since bwanako ameaga, kuna nyumba na kuna uwaja nataka tununue ndio nione hausafi. Lakini kamwambia usiende nyumbani mpaka make sure tumekamilisha hii kitu. Wakati my sister nilimwambia hivyo, out of the excitement alienda nyumbani, akasema Githae anamnunulia shamba. Ile pesa nilikuwa nayo, wakati alirudi, before tuende kununua hiyo shamba, badala tununue shamba yote niliacha na Road West Hospital. As we talk right now, Jerry aliaga. Na Jerry aliaga through road accident, akatolewa kwa dirisha. Nikajaribu kutafuta tu pesa zingine, madeni na kuhangaika nifuata all over. Hata saa hii niko na madeni mingi sana. 2018 nikaambia hiyo death ya my sister ilini affect sana, lakini mimi sijai give up. 2018 nikajikusanya, nikaenda nikaambia mami, ile kuna kitu nataka tufanye. Mimi nataka nikuweke venye tulikuwa tunakaa kitambo, urudishe kuku, urudishe ng'ombe na kila kitu ikuwe iko sawa. Na tukaanza nikatoa pesa yangu, nikaenda nikajenga zizi la ng'ombe, nikajenga zizi la mbuzi. But one family member, mtu nafaa niite my mom, hata akienda watch hii content, hata akiwatch anajua. Aliambia mami, jenga lakini hutaiona, jengeni tu lakini hutaiona.
immediately iliisha. My mom aligojeka 3 days na akaaga. Acha nimwambie, wakati mwingine tunakuanga tuna underestimate shetani. Mimi nilitoka nyumbani kaambia mami, kwa nini ukuwa nyumbani ndio unagojeka, lakini ukikuja kwa hosi ujeki? Nitakuja kufind out na hata sitakupeleka Thika. Nikamchukua nyumbani, katoka Kitengera, nikarara na yeye, tulikuwa tunaongea. Little did I know hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho. The following day my mama akaniambia, dad, wewe fanya hivi kwa sababu najua wewe ndio najua ile nyama napendanga, nataka tu uniselectie nyama yenye tutakula pamoja. Tulikula Thika. Hiyo time nikaambia my mom, sikupeleke Thika, nataka tuende Aga Khan. Kufika Aga Khan, shetani mbaya mwenye alienda kunipokea alikuwa my cousin. Little did I know na siku connect, kumbe mambo ya nyumbani inanifuata huku. Siku anataka kuwagi sana na my mom. My cousin akanijifanya venye anatuonyesha atajijua, hata akiwacha na ataelewa. Akaenda chukua na my brothers na my sister. My mom, daktari akaniita kando, akaniuliza, in your family does it kuna kuanga na history ya mambo ya uchawi? Kaambia daktari, iko. Family members, they don't believe it. Na isa hata inawakura, hata wakienda watch inawakura, because there is. Akaniambia, what your mom is suffering, it's not normal. Because my mom was 55 years old, lakini rank zake zilikuwa the air concentration ilikuwa kama ya mtoto wa miezi 6. I knew there was a problem. My mama kaniambia, chukua giri hizi bili ende uweke gari mafuta. Kati nilirudi, nilipata kila kitu imechejiwa na amechukuliwa transfer, na ikaabua hata kaa huku apelekwe ushago akakufia huko. Sasa mimi nikaabua ni mimi tu nitambeba. Nikatafuta ambulance, nikajaribu kutafuta all the means, ikakozekana. Nikamchukua tu kwa ile gari nilikuwa nime rent. Tukarudi kwa tunazozana na my brother. Nikafika pahali nikamwambia my brother, unajua hujai nijua na kuna secret nitakwambia mpaka leo. Unajiulizanga kwa nini tukienda kila pahali napigwa saruti na askari, lakini leo nitakuambia nilikuwa mkubwa wao, but they unseen. Mimi my mom nikampeleka Githumu. Tulimpeleka Thursday, Friday akaaga. Nishikwa na machungu mingi sana mpaka wa leo. Nasemanga nilihili, but when I go through a lot of challenges, nakumbuka sijahili. My mama aliaga na nikaenda nikaface wenye walifanya hivyo. Nikawaambia, mnajifanyanga naabudu shetani, na mnaabudu shetani kwa kutumaliza. Mnajijua vizuri, mliua my father, mkaua my sister, mkaua my mother, mkamaliza brother ya dad, na mambo mingi sana mmefanya. Lakini badala muendelee, maisha yenu tu inaenda tu kuyoyoma. Si mngekuwa tu mnafanya hivi,
mnajenga tu nyumba za ghorofa, tunaona at least mnaendelea. But hiyo yote haikuisha. Mimi Apostle nilikuwa na pesa na nilikuwa na gari, lakini gari yangu moja ilikuwa auction kwa sababu ya 10,000. Nilikuwa na duka ya stima, na nilikuwa nimeajiri my cousin kama driver, lakini cousin yangu aliniambia na mamake anataka nimsaidie na material ya 21,500. Nikamwambia ukienda hapa town najulikana, siende kwa ile duka tutachukuanga material, mwambie tu nitalipa. Lakini akaniambia hapana, haina haraka, wewe mwenyewe tu utanipa. Sikuwa na, I was so ignorant. Nilikuwa nimeokoka, lakini jumi ni mwagilikana, nilikuwa nakasema kama ilivyo mwanzo ndivyo inavyokuwa, saa ina ndivyo itakuwa. Little did I know. Venye nilimpatia, nikatoa material kwa duka nikampatia, kila kitu ili change. Kuna mimi nilikuwa nafanyia kazi, alikuwa ananipenda sana. Mimi pahali popote nipo, hata mkuwe nani, lazima mfuate sheria, lazima muombe mkiingia kazini, na wizi haitakuwa. Mhindi alienda akaniuliza, do I even know you? Mambo yangu ikaanza kuenda chini. Simu yangu ikakuwa dami, ikakuwa hata uko na pesa, yani uko na simu. Mi kwa kazi yangu, hata wenye wako na kampuni kubwa kubwa haiwezi bishana na mimi. Kazi yangu najijua. Hata kwa nyumba kama hii, kusimamisha kutoka chini kujenga mpaka ifike juu na kuweka wayari na kila kitu, ukinipatia drawing niko capable ya kukuambia hiyo nyumba itakost pesa ngapi na itakuwa iko aje na kila kitu. Nitaiona in 3D. Lakini si kitu nimesomea. 2018 venye tulienda kufanya introduction ya my wife ushago, tukua kwa get together, nilikutana na brother ya dad, my first born wa 2008, lakini hakuna mtu alikuwa najua nimeoa ama niko na kijana. Ni every time naenda kuambia my mom acha ni muintroduce, alikuwa ananiambia wewe subiri at the right time. Wakati tulienda huko, one of my dad's brother akaniuliza, kuja utuambie huyu mtoto amefika hapa tukua wapi. Nilisikia uchungu mwingi sana na nilimjibu vibaya. Nikamwambia unajijua na umejua chenye tumekuwa tukipigana na wewe nayo. That jioni akaniambia tutaangaliana, na ni mmoja wa wale nilienda nikakuta wakiwa na mwenzake, nikawaambia badala mtuangushe na mkae maisha the same, simngetuangusha nao mjenge nyumba za mawe. Jioni kutoka ushago kwetu Moranga hapa Kadara, nilikuwa na NZD na kwa mfuko yangu kulikuwa na 30,000 na nilikuwa nimeiservice na nikaiweka full tank. Lakini kutoka Moranga hapo Kadara mpaka Kitengera tulitoka usiku saa 2, tulimiss kifo 9 times mpaka the last time gari ilianza kukura mguu na
nilikuwa naweka full tank inaisha, sijui inaenda wapi. Ilikuja ikazimia hapa wakati ukimaliza pale Pangani, ukiweka hapo, ukiingia hapo, nikaacha hapo gari hapo, nikaambia my wife, ukiona mtu just make a hoot, usaidizi tu ukuje. Mimi ni mtu trained na kwa training iko sawa, so nikaacha gari without minding what will happen, na nikakuja kutafuta mafuta na nikapata. From 2018 December mimi nimejaribu kukua auctioned. Si ati ni kazi sina, si ati ni ujuzi sina, ujuzi niko nayo, lakini maisha yenye nakaa ni maisha ya kustruggle. Nikaenda nikaambia my wife, you alikuwa expectant. 2019 venye iliingia, tuliingia na shida. Tarehe wakati mwezi wa 3 ilifika, my wife akienda kuzaa, my wife alikuwa age pamoja na mtoto, lakini tulishukuru Mungu na tukaomba, nikaamsha watu waombe wa kanisa na mambo ikakuwa sawa. Asante brother. Wacha kidogo tu. Immediately venye my wife alisucceed, akaanza kunyongwa usiku, lakini hakuna kitu ningefanya. Saa hii tunaongea na wewe na nyinyi hapa, mwezi wa kumi kuna biashara nilienda nikafanya, nilikuwa nimepata pesa. Hiyo pesa nikaenda nikatumia yote, nikasupplyia huyo mwindi material za milioni 16. Nikafanya calculation, nikasema kwa ile pesa napata, nilikuwa nimesimama kwa altar, nikasema Mungu, tulikuwa tunajenga kanisani ya St. Nicholas Kitengera. Nikaambia Mungu, kwa hii portion yangu nitatoa pesa yangu niende nijenge altar ya church. Nataka kujenga altar na ni make sure church imeisha mpaka equipment. Lakini venye nilienda nikajenga altar ikaanza pingamizi. Mwindi ashachukua pesa, kataa kunilipa na altar imeisha, haijaisha. Akanipeleka kotini. Hata kukuja hapa nimekuja tu by miracle. Niko na gari pale. Sipi nikaambia my wife, mimi sina pesa, nikugoma deni, altar haijaisha. Watu wananiangalia wananiambia nikukataa, unapigiwa na watu. Akachukua badala nilipe na mdai sasa milioni 14, 14.8. Badala nilipe akanipeleka high court. Akaenda high court akadictate, ikakuwa badala akaniambia you will take me nowhere. You will take me nowhere. Aliniambia you will take me nowhere, and mark my word. Yes. Nimejaribu kuongea na askari, nimejaribu kuongea na roya. Ni mwindi. Huyo mwindi ako na 14.8 million. Sasa piga magoti yako hapo chini. Weka tu magoti kama utaweza. Kuna wacha nirudi nyuma kidogo. 2021 mimi nilipata accident. Nilibebwa na mtu wa motorbike, akaenda akaniachia trailer pale Sabaki. Lakini badala ya trailer inikanyange, nikaambia Mungu, kumbuka tu tuliahidi mimi sitai kufa kwa barabara na sitai kufa miaka yangu kama haijaisha. Manake miaka mtu ni 120 na juu umebarikiwa unaongezewa. So hii mguu ilivujika kwa sababu ilivujika kwa hapa kwa patera, and it's only took 14 days na ikapona. Wakati tulienda pale daktari akaanza kunifanyia surgery, aliniambia mwenye alikutoa kwa motorbike ilikuwa ni adrenaline. Nami nikamwambia mwenye alinitoa kwa motorbike, kwa sababu kama unajua Sabaki venye iko, mbele yetu nilikuwa kwa motorbike, nyuma yetu ilikuwa trailer,
na hata dereva wa trailer hakuna kitu angeweza kufanya. Ningekanyangwa, ningetoshanishwa na barabara. Lakini trailer venye iko ilipeperushwa na upepo ikapelekwa hii side ingine, magari yote ilishikwa ni kama ilishikwa tu hivi kasimama. Au madereva akaanza wakatoka wakakuja akasema, nani amesimamisha gari yako? Nani amesimamisha gari yako? Kujeni muone mtu wa Mungu. Wakanipata nikiomba. Mchungaji, mimi nimepitia magumu. Ndio nataka sasa tukuombee. Magumu kabisa. Kuna legal ground kwenu. The legal ground means kuna madhabahu ya shetani ambayo imekufuata. Number 2, ulipokuwa mkubwa ulihusishwa kwenye idara fulani, na hiyo idara ulitumika kufanya mambo mengi mbaya. Number 3, kule hao watu, lakini wengine tutaongea na wao private. Acha kupiga magoti, simama tu. Acha tu nipige. Father, in the mighty name of Jesus Christ, wewe ni Mungu mwenye kuumba mbingu na dunia. Ulimpenda huyu mwanaume jinsi alivyo, na umemlinda na kumtetea na kumfikisha mahali umemfikisha, kwa sababu ulitaka siku kama hii asimame kwenye madhabahu hii, atubu dhambi zake zote alizozitenda kwa makusudio na dhambi zile alizozitenda bila makusudio. Hivi amenena kwa ajili ulipenda hivi. Ninamwombea msamaha kwako, na milango yote iliyokuwa imefungwa ya kifedha, milango iliyofungwa katika maisha yake yote, ninaifungua katika jina la Yesu Kristo. Hiyo kesi ambayo amepelekwa kule kotini, I nullify it in the mighty name of Jesus Christ. Oh yes. Every money that is owed to him by some people, I return it in mighty name of Jesus Christ. Oh yes. And the work you are called to do, you will do in Jesus name. Sema amen. Amen. Chukua siku 7 za maombi peke yako. Go and pray. Seek forgiveness. Kuna watu wanalia mahali. Umenielewa? Kuna watu wanalia mahali. Uombe Mungu. Tuongee na Bethel Clouds TV, empowering